Kila mwanasoka huwa anatafuta sana ushindi, na kila mwanasoka huwa anataka kuandika historia ambayo inaweza kukumbukwa vizazi na vizazi. Lakini basi ni wanasoka wachache sana ambao hupata nafasi hiyo au huipata fursa hiyo ya kuweza kubadili mambo zaidi katika mchezo wa mpira wa miguu. Na huyu ndiye alikuwa Didier Drogba, mshambuliaji ambaye alikuwa hodari na mwenye nguvu nyingi kwelikweli, mithili ya simba mwenye nguvu, simba wa mwituni, shujaa ambaye amefanya mambo mengi na klabu ya Chelsea ya pale Uingereza, na ni mtu ambaye alitumia mpira wa miguu kuunganisha taifa lililokuwa limegawanyika vipande vipande. Tunaweza kusema hii ni simulizi ya shujaa wa Afrika. Safari yake ya kutoka Abidjan hadi Ufaransa ilikuwa imejaa mambo mengi ambayo yangeweza pengine kumkatisha tamaa na kufifisha ndoto yake kubwa aliyokuwa nayo ya kuweza kuandika historia nyingi ndani ya mpira wa miguu. Mzaliwa huyu wa Abidjan, Ivory Coast, maisha yake ya utotoni, Didier Drogba alikuwa ni mtu wa kawaida sana, lakini fursa ya soko hasa ya kusakata kandanda ilimfanya atoke nchini kwao Cote d'Ivoire na kuitafuta Ufaransa akiwa na umri mdogo sana, ambapo sasa kwa Afrika soko la mpira lilikuwa bado liko chini mno. Hivyo alifanya uamuzi wa kwenda kuishi na mjomba wake ambaye tayari yeye alikuwa akisakata kabumbu nchini Ufaransa. Hivyo basi mjomba wake bwana Michael Goba, ambaye yeye alikuwa ni mchezaji wa mpira, ililazimu kuishi na ndugu yake ili aweze kutafuta daraja la kuweza kutimiza ndoto yake na malengo yake ya kuweza kusakata kabumbu ndani ya bara la Ulaya. Hata hivyo hakuweza kufanikiwa, na baadaye pia ilimlazimu aweze kurejea nyumbani Ivory Coast ili aweze kujipanga upya na aweze kuandaa mazingira ya kuweza kurudi Ulaya ili aweze kucheza mpira na kutimiza malengo yake huko. Kwa maana maisha ya Ulaya, kwa maana ya Ufaransa, yalikuwa yakienda kwa mwendo wa ping pong. Licha ya kuwa alianza soka katika umri mdogo sana, lakini milango iliweza kumfungukia akiwa na umri mkubwa kidogo, hasa kwa viwango vya soka la sasa. Safari yake ilikuwa ni ndefu sana na ilikuwa imesheheni kila aina ya changamoto ambazo zilikuwa kuna namna haziepukiki, lakini yeye aliweza kuangalia mbele na kuiangalia zaidi ndoto yake kubwa ambayo alikuwa ameiweka kwa muda mrefu sana. Alipitia Le Mans na baadhi ya vilabu vingine hapo Ufaransa na hatimaye kufikia klabu ya Olympique de Marseille, klabu ambayo iliweza kumuonyesha kwenye ulimwengu huu kuwa Didier Drogba ni nani na Didier Drogba halisi ni yupi. Tunamkumbuka zaidi katika michuano ya UEFA Cup, UEFA Champions League mwaka 2003-2004
ambapo dunia inakumbuka zaidi kwa kiwango bora sana ambacho aliweza kukionyesha kwenye mashindano hayo. Je, hivi unajua kuwa Didier Drogba amebadilisha sana nafasi za kucheza uwanjani? Ameshacheza fullbacks, pia amewahi kucheza kama kiungo mshambuliaji, na baadaye tumekuja kumtambua zaidi kama bull striker akicheza kwenye nafasi ya ushambuliaji wa mwisho. Mwaka 2004 Jose Mourinho alifika kwenye klabu ya Liverpool, kwenye klabu ya Chelsea. Baada ya kutambulishwa na Chelsea, aliweza kutoa maagizo moja tu, akisema nataka mshambuliaji aina ya Didier Drogba. Na kwa kuwa Drogba alikuwa na kiwango bora, hivyo haikuwa tena aina ya Didier Drogba, bali jibu lilikuwa ni Didier Drogba mwenyewe. Hivyo basi klabu ya Chelsea iliweza kulipa ada ya uhamisho takriban euro milioni 24 ili shujaa huyu wa Afrika aweze kutua katika klabu ya Chelsea pale Stamford Bridge. Baada ya kutua tu hapo, basi ndipo hadithi ilivyoweza kubadilika, na sasa mimi na wewe tunasimuliana hapa. Mwanzo changamoto zilikuwa ni nyingi, alipitia majeraha, namna ya mazingira ya Uingereza, kuna namna yaliweza kumpelekea changamoto, lakini Didier Drogba hakuwa mwepesi wa kukata tamaa. Aliendelea kujijenga taratibu na hatimaye akajipata na kuwa rafiki mkubwa sana wa nyavu na kutengeneza urafiki na ukaribu mkubwa sana na jezi ya Chelsea, kwani kila kukicha aliweza kuifungia magoli, na magoli yalikuwa ni muhimu mno, ambayo kwa namna moja ama nyingine yaliweza kutengeneza ushindi na uhakika mwingi wa point kwenye klabu ya Chelsea. Tunaikumbuka ile Chelsea ya maajabu, lakini pia pale Chelsea aliweza kutengeneza combination hatari sana ambayo ilikuwa inaundwa na Frankie Lampard, Juan Mata, John Terry na wengine wengi, ambayo combination hiyo iliweza kuhakikishia mataji na ushindi kwenye kila mechi muhimu ambazo zilitakiwa wao kupigana na kushinda. Alikuwa mshambuliaji bora sana wa soka la ulimwengu ule, mchezaji ambaye aliweza kubeba walinzi mgongoni mwake, kubeba walinzi 2 mpaka 3, kusogea nao katika eneo la hatari na kuweza kuscore goli. Alikuwa ni striker ambaye ana turning point nyingi ambazo anaweza kukupa mgongo kadeshi kidogo na kuweka mpira wavuni. Alikuwa ni striker ambaye amekamilika sana. Hakuna aina ya goli ambayo hajawahi kuyafunga, either ni acrobatic, kuulambisha mtu nyasi, kupiga visigino. Kiwango chake kilikuwa ni cha moto sana huyu jamaa. Ni ngumu kukumbuka mchezaji aliyekuwa na impact kubwa uwanjani, hasa kwa timu yake kama ilivyokuwa yeye. Na pengine kwa kudhihirisha hilo, Didier Drogba ndio mchezaji pekee Mwafrika ambaye mpaka sasa hivi anashikilia rekodi ambayo Waafrika wengi hawajifikia pale Uingereza, akiwa amefunga takriban magoli 104, ambapo hakuna Mwafrika ameshawahi kuifikia au kuivunja rekodi hiyo mpaka sasa hivi. Utukufu wa Drogba ulikuwa ni wa kilele chake, ambapo mnamo Mei 19, 2012 huko Munich, Ujerumani, katika fainali ya UEFA Champions League, ligi ya mabingwa, dhidi ya Bayern Munich, timu ya Chelsea ilikuwa imefanya safari ya miaka mingi sana kuelekea kubeba taji la UEFA Champions League, lakini mara kadhaa walikuwa wakiishia njiani na kuweza kutolewa kwenye mashindano.
Kitu ambacho kinafanya ile fainali nikumbuke ni ile siku hiyo ya Mei 19. Hiyo ilikuwa ni mechi ya mwisho ya wachezaji wengi sana pale Chelsea. Lakini pia hata Drogba pia na yeye alikuwa anacheza mchezo wake wa mwisho ili aweze kuachana na Chelsea. Bana, nakumbuka siku ile dakika ya 83 Thomas Muller anafunga goli. Na kwa karibu kabisa ilikuwa inaonekana ndoto ya Chelsea inakwenda kufa. Lakini kama tunavyojua, alipo Didier Drogba hakuna ndoto inayokufa. Hivyo basi ulikuwa na piga ni kupige katika dakika 88 ambapo ilizaa kona. Na kona hiyo ilikwenda kuchongwa na Juan Mata, ambapo Didier Drogba analuka na kukandamiza mpira nyavuni kwa kichwa, ambacho kilikuwa cha moto sana. Mpira ule wavuni na mzani una balance, unakuwa ni 1-1. Lilikuwa ni goli la simanzi, goli lile la kusawazisha ambalo lilifanya mioyo ya wapenzi wengi sana wa mpira wa miguu, hasa mashabiki wa Chelsea, kila mmoja chozi la furaha lilimtoka kwa goli lile dakika za mwisho kabisa la kusawazisha. Hatimaye mpira bwana ulikwenda kwenye mikwaju ya penalty, na baadaye Chelsea aliweza kuibuka na ushindi kwenye mikwaju ya penalty baada tu ya golikipa Peter Cech kuokoa penalty iliyopigwa na Arjen Robben. Kwa upande wa Chelsea, Didier Drogba ndo alikuwa wa mwisho kupiga penalty, ambapo penalty hiyo ilikuwa ni imebeba mzigo wa miaka 8 ya Chelsea, mzigo ambao ulikuwa una historia. Alichukua hatua, akamtazama golikipa, akapiga penalty, akafunga. Baada ya kufunga alikimbia mpaka mwishoni mwa uwanja. Alikuwa akishangilia kwa ishara ya msalaba, huku akiwa amelibeba kombe. Hakuwa na njia bora ya kuiaga klabu hiyo ambayo ametimiza ahadi yake, ambayo kabla ya mchezo alisema kuwa huo ndio ulikuwa mchezo wake wa mwisho wa msimu akiwa na klabu ya Chelsea. Hivyo alikuwa anaondoka. Kwa hiyo sasa ililazimu wafanye kile kinachowezekana ili waweze kubeba taji. Huyu ni miongoni mwa Simba Afrika ambaye amefanikiwa kuwa na historia kubwa sana ambayo inaimbwa ulimwenguni kote, Afrika na duniani kwa ujumla. Usikose kufuatilia muendelezo wa story hii katika chaneli yako hii pendwa, ili uweze kujua ni nini kilijiri kwa taifa lake. Yaani aliwezaje kuliponya taifa kupitia mpira wa miguu. Hivyo basi usisahau kuniwekea comment yako hapa chini, na pia usisahau kusubscribe chaneli hii ili uweze kuwa wa kwanza kupata muendelezo huu hivi karibuni.